kipindi kizima cha story yangu. Je, story yangu imeletwa na nani? Mie wako Festus Mwenda, ama ukitaka jina la usanii ni MC Fetiz the Lover Boy. Mtu wangu, kaa kitako niweze kukupasha. Leo nina mageni, nina mazuri ya kupendeza na mazuri ambayo kwa kweli utapenda. Karibu sana. Leo nina mgeni ambaye pia ataweza kujitambulisha. Naam, bila shaka, bila ya kupoteza muda, bila ya kukaa tukingojea, je, huyu mgeni ni yupi? Mgeni yuko hapa. Ndugu, eza kujiintroduce, watu wakujue, umetoka wapi, mzaliwa wa wapi, umri wako, hivyo sasa. Twende. Kwa majina, I go by the name Martin Mwenda. Nimezaliwa eneo bunge la Tharaka Nithi na nina umri wa miaka 18. Naam, umezaliwa Tharaka Nithi. Naam. Tharaka Nithi upande gani haswa? Tharaka Nithi, Tharaka South, upande wa Tunyai. Tunyai. Naam. Uko miaka 18. 18. Kwa hivyo we kidogo we ni Gen Z. Naam. Kuna wale watu wanasema Gen Z wanapitia mambo mingi sana. Mambo ya kutisha, mambo ya peer pressure, unaweza zungumzia nini kuhusu hilo? Mambo ya pressure, mambo ya kutisha. Okay. Naam. Sisi kama Gen Z tuna changamoto nyingi, haswa shinikizo la rika. Pale ambapo usipojichunga huenda madhara kakupata wewe binafsi ama pamoja na wenzako, lakini wewe binafsi bado utapitia. Kwa mfano, tuseme wengi wetu wameingilia mambo ya matumizi ya dawa za kulevya, mambo ya wizi na mambo ya ulaghai. So to me, I feel it's bad na it's just to guide you Gen Z na kuwapea ushauri kiasi. Tunafaa maybe tuachane na madawa ya kulevya na tuachane na shinikizo la rika, sababu unaona one person amefanya hivi, so unaona hata wewe like kama ni rafiki yako unaona umfuatilie, you do the same thing. Then at the end unajipata you personally wewe mwenyewe umeumia, lakini ulifanya jambo ndio ufurahishe wengine. So peer pressure is misleading us and it's leading us to hell. Good. Before hata tuendelee mambo na peer pressure. Kuna mtazamaji ambaye anajiuliza, je, huyu kijana anatupea mashauri, pengine umefika wapi kimasomo, ama bado umemaliza, ama kimasomo umefikia wapi? Okay, kimasomo ama current form 4 liver. Nilikuwa nasomea high school, shule iko Embu kubwa, Moi High School Mbiruri. Niliweza kufanya mtihani wa kitaifa, nikapata alama ya B+. Na nashukuru Mungu pia. Na pia kwa wenzangu ambao bado wenye wako kidato cha 4 pia, I encourage you, work hard, challenge me. Alright. Wow. Mtazamaji, umeyasikia, umeyaona. Na sasa kabla hatutaendelea zaidi, huyu ni Martin ambaye kwa sasa amemaliza kidato cha 4, amepata alama B. Na uko pale unajiuliza, Martin amewezaje? Kwa hii dunia kuna generation ambayo inapoteza watu.
kuna peer pressure. Vile vile umeanzia na kutuambia peer pressure inaathiri sana wanarika. Je, unaweza tuelezea inaathiri wanarika kiaje na vile uliweza kuepuka na hiyo peer pressure? Okay, the peer pressure, it's about self control. So ukishindwa kujicontrol wewe mwenyewe, you will end up deteriorating maybe, na utaangamia peke yako. On my side, nilikuwa na face a lot of peers wenye wananiambia let's do this as a group, let's do this as a group. Okay, sometimes inakuanga ngumu kudecide, it's either ufanye kama group ama ujicut off na wao ufanye kivyako. Though saa hapa as a Gen Z na ukiwa na wanarika wenzako, unaonanga ni vigumu sana kusema let's do it alone, sababu it seems maybe kuna ile kitu inaitangwa unakaa kama snitch. Yes, so unafaa kwanza you tell them wangojee kwanza, then unaenda you sit down alone, you mediate between you and yourself. You set your goals, ujue the way forward kwanza before ufanye kitu. Na you just try to imagine the consequences zenye zitakupata ukifanya hiyo kitu under the influence of peer pressure. Right. So on my side, this is what I used to do. Once nimeona kuna watu wenye wanani mislead, my peers wananiambia tufanye something wrong, I just seemed kama like niliwaepa kitambo, siko kwa group yao. I go to the guidance and counseling teacher, anani counsel vizuri, ananionyesha the way forward. Alafu pia mimi mwenyewe nilikuwa najua where I come from. And I knew what brought me to school. So uko umejua hayo, plus you put God forward, ukumbuke mahali umetoka, know the reason why you are in school, I think utapambana na peer pressure na itakusikia vizuri. Okay. Right. Kuna wale watu husema pengine pia wazazi huchangia sana kupotosha watoto. Je, unaweza ambia vipi watoto kama hao, na pia unaweza ambia wazazi vipi kuhusiana na jambo hili? Okay. To the parents, kuna msemo wa Kizungu ambao unaenda monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do. Okay. Vile utafanya na unafanya mbele ya wazazi wako, jua whatever you are doing in front of your children, hizo ndizo traits zenye zitaingia kwa watoto, na this is what they will keep doing. Okay, kama unataka kuguide mtoto wako vizuri na unataka aende in the right way, face the right direction, unafaa kukuwa unamcounsel. Ukiona ako na makosa unampunish in the right way, si ile kumpunish ni kwa unamfukuza nyumbani ama ni kama haumvalue. You mentor him, ama unaita someone outside the family, anakuja anaonyesha mtoto wako this is what you should do, anamuonyesha the way forward. To the children, obey your parents, na anything yenye mzazi anakuambia. Okay, we say your parent is the second God, so obey your God, obey your parents. Akikwambia anything yenye unaona ni right, ufai kuassume. Mzazi si mjinga. Bila amekwambia dia alikuwa ameambiwa hivyo na mzazi, na mwenye alimwambia hivyo alikuwa ameambiwa na watu wengine back then. So you should just listen to the advice given by parents ama someone older than you, na mtu ako na wisdom. Right. Wazazi mmesikia, mmefikiwa. Kama mtoto ako pale amekosea, weza kumwelekeza kwa njia ifaayo. Lakini Martin, kuna wale wazazi ambao mtoto akikosea hivyo lazima wanataka kujionyesha wao ndio kusema. Vile vile kuna wale watoto vichwa ngumu.
vichwa ambavyo hawasikii. Wale Waswahili husema asikii la mwadhini wala la mteka maji msikitini. Masikio yao wametia nta. Kuna wale vijana ambao wanapenda sana kuwaudhi wazazi wao. Kila wakati lazima mzazi akuwe analialia, fulani amefanya hivi, fulani amefanya hivi, na wengine wakamalizia ama they ended up giving up. Wakasema kama ni huyo mwache, huyo tulimwachia Mungu atambadilisha. Unaweza ambia aje mtoto kama yule, haswa katika form 2 hapo, form 2 form 3, kuna yule mtoto hataki kabisa kuambiwa. Unaweza mwambia vipi? Okay, to me, wewe mtoto mwenye you don't listen to your parent, maybe you are close to someone of their age the same na mzazi, so this is what you should do as a good child. Unafaa kwenda kwa huyo mtu, unamuelezea vile hamko in good terms na mzazi, alafu pia sawa mwenye umeambiwa, make sure you report to the parent of your mtoto. Sasa ndio huyo mzazi saa akwambie shida za mtoto wake, then sawa you go talk to your mtoto mwenye amekuja akakuelezea vile wako na shida na mzazi. Yes, kwa watoto you just go to someone mwenye mnarelate naye vizuri, mwenye anaweza elewa shida zako na mwenye anaweza kuhandle vizuri na mwenye anaweza kupea good advices on how to live. Right? Yeah. Na pia kuna wale wazazi, ni wazazi ndio, lakini wanachangia kupotosha watoto. Kivipi? Kwa mfano, mimi nikuwe mzazi na mtoto wa fulani ako pale, nikuwe mlevi sasa, lakini nachangia sana kupea pombe mtoto wa mwenzio. Unaweza ambia aje mtoto kama mzazi kama yule mzazi ambaye anachangia katika kupotosha mtoto? Okay, kwa mzazi mwenye anachangia kupotosha mtoto, okay, the first thing, you are wrong. So you are misleading our future engineer, our future pilot, our future leaders. So this what you should do. Unafaa kujiuliza vile nafanyia mtoto wa mwingine, is there anybody else ama someone else mahali anafanyia mtoto wangu hivyo? And you should feel guilty about hicho kitendo chenye unafanya. And the best thing I can do, maybe kama wazazi wa tuseme hiyo village ama the town wanaweza kuidentify, wajua wewe ndio unapotosha mtoto wa mwingine, they should just take a legal action, maybe ufungwe for 2-3 days, urekebishe, then come back, na kama hauta change wanakurudisha huko tena mpaka wafike mahali waone yenyewe umebadilika, umeacha kupotosha watoto wengine. Na unafaa kujua pia mzazi, before kwanza ufanye hicho kitendo, unafaa kujua pombe ni mbaya na it kills a lot of dreams. Pombe ni dream killer. Yeah. Pombe ni dream killer. Yeah. Alcohol is a dream killer. Yeah. A very strong statement. So, how do you say that? Okay. Out of which experience? Okay. Personally, sijaichukua pombe. Right. I have never consumed alcohol. But you see, kuna ile unaona fulani na fulani ashaitumia pombe and ended up becoming nobody. Okay, in our area naonanga tu watu ni walevi wanatembea hivyo, wakifika nyumbani naona wanabishana na wake zao. Nakumbuka back then alikuwa the age kama mimi, na sababu alitumia pombe, that's why his or her life ended up becoming nothing. Na ndo maana nasema pombe ni dream killer, sababu if at all hangekuwa ametumia hiyo pombe, angekuwa maybe angeendelea na masomo, ama kama masomo ilikuwa inamletea shida, angeenda undergo and take maybe a short course ama
ya course normal kama kushona, kujenga, na kupika. Na angejisaidia kwa life. Of course, hatuwezi kuwa engineers wote, hatuwezi kuwa pilot wote. Kuna other job opportunities. So, as the government says, alcohol is not for under 18. So, ladies and gentlemen, mtazamaji wangu mpendwa, kumbuka pombe is a dream killer. Alcohol is a dream killer. Right. Back to the system, Martin. Kuna wale watoto wanasema, hiyo shule, nikiwa nyumbani niko sawa vizuri, lakini nikifika shule, kuna yule mwalimu ambaye ananidhulumu sana. Kuna yule mwalimu ambaye hataki kuniona. Kuna wale watoto ambao wakati mwingine hawataki hata kuona mwalimu fulani na fulani. Naam. Je, walimu kama wale, watoto kama wale ambao wanalialia, mimi nikiwa nyumbani wakati mwingine niko sawa, lakini nikifika shule mwalimu fulani huwa ananidhulumu sana, wakati mwingine ananidharau. Unasikia kuna ile ilikuwa ina trend sana last year, mwalimu wa hesabu uliniambia siendi mbali, hapa ni wapi? So kuna maneno kama yale ambao walimu huweza kuambia watoto mpaka inalazimu watoto kutoka chuoni shuleni, na pia ina build negativity kwa hiyo subject ama kwa hayo masomo. Unaweza sema aje kuhusiana na hilo? Je, umekumbana na kitu kama kile pale high school, primary ama akanda? Okay. Mimi nishaikumbana na kitu kama hicho, lakini sasa niko na sababu. Ukiwa mzuri kwa mwalimu, okay, maybe you do the assignment, akiacha unafika his or her lesson on time, una adhere to the school rules and regulations, hamwezi kosana na mwalimu. Lakini once you fail to do all these things, unafika lesson yake 20 minutes to time, maybe akiacha assignment ufanye, of course mwalimu for inciting Kenyans against them. Hassan Omar is just a mouthpiece of William Ruto. Those utterances were discussed in State House Mombasa, and everybody was given a script. Hassan Omar was given a script. Senate Speaker Amason Kingi was given a script, and the women rep for Lamu. Now, I know that's where the hatred comes from. Sababu once mwalimu akifanya the right thing, mwanafunzi anaumia. Ukifanya the wrong thing alafu mwalimu afanye the right thing, wewe mwanafunzi ndio utaumia, and you will end up hating the teacher. So the thing ni be on the right, do the right thing. Onyesha mwalimu what brought you to school, na uonyeshe mwalimu you need that help. Hata mwalimu akikufanyia madhara utakuwa unaona yenyewe, hata wanafunzi wanaona tunamfanyia madhara. Sababu mostly wanafunzi wenyewe wanaenda wakiblame mwalimu, sijui ananiambia nini, he is mistreating me, ya kitu kama hicho. You deserve it. You deserve it. Una deserve kutreatwa. Mwalimu akikutreat vizuri, una deserve kutreatwa vizuri. Akikutreat vibaya, una deserve kutreatwa vibaya out of your deeds. Yeah. Right. Thank you very much. Mpenzi mtazamaji, mambo iko salama. Huyu ni Martin, mtoto ambaye kwa kweli amepitia maisha ya shule, na akasema maisha yale hayakuwa rahisi sana, ila ni kupitia bidii yake kuweza kupigana na changamoto za hapa na pale. Je, Bwana Martin, pengine kuna changamoto zingine ambazo umeweza kupitia katika maisha tangu kuzaliwa kwako, tangu kukua kwako? Kuna changamoto haswa, ama kabla tujaenda hapo, kuna watu husema relationships ama kunaitwa kuchumbiana. Kuchumbiana kuna adhiri sana masomo. Je, ni ukweli? Okay, kwa upande wangu naam na la. Kuna naam na kuna la. Kwa naam ni
kama uko na mpenzi wa jinsia tofauti pale shuleni, ukimweka kwa akili sana, kila wakati, every time you think about your girlfriend, you think about your boyfriend, unasahau kuconcentrate na masomo, your masomo will be affected negatively. Lakini saa kuna ile time yenye nimeenda kulala, nikiomba nimekumbuka I have a girlfriend, I have a boyfriend, na muombea, anasema go and take care of my lover. Hiyo ni sawa. Alafu ikifika class time, you just concentrate na masomo, sahau your girlfriend. Hiyo sidhani itaathiri masomo yako, lakini mostly I find it hard kusahau your lover, so sana huwa yanaathiri masomo negatively. Basi tupige kwa hiyo kubwa sasa. Je, kuna changamoto ambazo umezipitia katika maisha tangu utotoni, tangu kuzaliwa, ukaenda shule, chekechea, kidato cha darasa la kwanza, pili mpaka la 8, kisha ukamaliza kidato cha 4? Kuna changamoto ambazo umeweza kuzipitia? On my side, kusoma sijapitia changamoto kama school fees ilikuwa sorted on time. Sijapitia mambo kama kususpendiwa sababu ya makosa. I've always been on the right, lakini saa makosa ukiona nimekosea, it's just a normal mistake. The only changamoto zenye nimepitia high school, sana ni high school, sababu the primary na the baby classes na pre-unit sijapitia changamoto. On the high school level, ndio nimepitia changamoto za ugonjwa. I've been sick for 2 years, I think 2 years. 2.5 I think. So high school nimesoma just 1.5 year. And they say you only live once, and opportunity comes once in life. So the opportunity 1.5 year yenye nilipata ya kusoma, niliutilize the time well. Nikajua the reason that brought me to school, nikajituma, nikawork hard. Usisahau pia put God first. For the 1.5 years nilisoma kwa bidii sana, nilikuwa naomba Mungu. I managed to get a B+, of which naambianga tu Mungu asante, sababu si rahisi. But right. Kwa hivyo tukimalizia Martin, ningetaka uweze kufupisha hadithi yako vizuri, uweze kuambia mtazamaji maneno ya mwisho na maneno ya kumtia moyo. Kuna wale ambao wako tayari kuachilia hii maisha, wengine wanaona wazazi wanaona hii karo imekuwa kubwa sana, kwa hivyo mimi sitailipa tena, mtoto aende akajitafutie. Kuna mtoto ambaye ako pale amefukuzwa shule mara mingi sana na ako tayari kuachilia maisha yake. Je, unaweza mwambia vipi, kisha ukimalizia mwisho? Okay. To me, kuna ule mwanafunzi maybe anaona sasa niko form 4, this is the last part of form 4, na hapo ana perform vizuri. Still there is a chance. Omba Mungu, alafu pia jitume. Usiombe Mungu sana, usahau kujituma, sababu God rewards the work of your hands. So jitume, put God first, na revise vizuri, na all shall be well. Kwa wenye wanadhani maybe they can't make it, nasemanga impossible is in the world of fools. Nobody is born a fool. A fool is just a word in a dictionary. So we mwenye unasema you can't make it, you are just lying to yourself. You can make it, and nobody was born a failure. So you just work hard and keep encouraging yourself. You can make it. Plus, be in good relationship with your parents, sababu before ufike shule kwanza, you need the parental love na support.
Yeah, and hope all shall be well. Na pia kuwa na good relationship na parents na wanafunzi, yeah, so that na walimu pia, so that ukirevise, ukiitisha mzazi kitabu na revise na wanafunzi na consult mwalimu. That's how the relationship comes. All the best mzazi. Thank you for listening to me. Okay, thank you very much. Amekuwa Martin. Ni kijana mdogo mwenye akili nyingi kweli. Ameweza kukupa mawaidha pale, jukumu lako uweze kuyasikiza vizuri, weza kuyaelewa na kisha waweza kuyaimplement. Mtazamaji wangu, all the best in your ways, all the best in what you do. Mie wako Festus Mwenda. Kwa heri ya kuonana. Mambo itakuwa mwecheche.